koma. Bwana, karibu ndio neno la kiungwana, na kila muungwana anapenda kusikia nta zake za masikio zinabeba neno hili karibu. Hanabudi pia yeye kushukuru huo ukaribisho. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili, Salim Mwanangwa wa Ahmad. Leo niko na mtaalamu wa digital marketing, Bwana Warga. Huyu bwana jina la kwenye vyeti anaitwa Chaz, nguli kweli. So mimi vile leo nitajaribu kuzungumza kwenye kabla hujafika kwenye upande hujafika huko upande wa pili wa digital marketing, tuwajuze watu wajue mambo ya artificial intelligence na hiyo human intelligence. Kwanza wakishajua, alafu ndio tuje sasa kwenye vita vyao katika HI na AI. Sawa. Asante. Kwanza inabidi watu wajue kwamba before artificial, yes, kuna human, yani ambao ni HI. Yeah. Ni mtu ndo anatengeneza inakuwa artificial. Kwa ndo watu wanashindwa kutofautisha. Watu kwa mfano labda sasa hivi wanavyotumia AI, wanamuona kama AI ana akili kuliko mtu, lakini mtu alioanzisha AI ni mtu. Ndio alitengeneza. Ndio alioitengeneza. Yeah. So ndo inabidi watu wajue kwamba before AI kuna HI ambao ni human intelligence. So nadhani imekaa sawa kwa upande huu. Yeah. Okay. Zoezi linakuja ni kwenye upande wa vita hivi. Yani uliweke uzuri sasa. Aha. Yes, yani vita vyake vikoje? Nadhani tukiongelea kwenye vita tutakuwa tunawatisha watu. Hakuna vita. Kitu ambacho kinafanyika ni urahisishaji wa utekelezaji wa majukumu. Kwa mfano, inaweza kukuchukua muda mrefu wewe kuandaa hata script. Sawa? Lakini kuna AI ambayo inaweza kukusaidia kwa dakika kadhaa. Script ikawa tayari. Niambie tunaitafutaje vita hapo. Sawa. Kwa watu wanazidi kukaa kila siku wanaumiza vichwa kurahisisha maisha yaweze kuwa rahisi. Kitu ambacho kilikuwa kinachukua dakika 15 unakisoti kwa dakika 2, dakika 1. Kwa unapata muda mwingine kufanya vitu vingine. Wewe unataka kuandaa kipindi chako kama hiki, ukae ufikirie sijui niandae vipi, topic yangu itakaje. Wewe uanze kwa outsource kwa watu wengine, lakini sasa hivi unaweza kufanya peke yako kwenye laptop yako. Ndo vita vinakuja kwamba umetoa third party, umemtoa mtu hapa katikati, of course kwa mtu aliotengeneza AI. Yes. Kila kitu mimi ninavyoamini kwenye akili yangu ni kwamba kila kitu kinakuwa na faida na hasara. Lakini ukienda watu wanaangalia hasara ile kwa ndogo. Umeelewa? Lakini pia hasara wagi inakuja pale ambapo matumizi yanapozidi. Kwa kila kitu kikitumia kwa kuzidi, lazima kikupe hasara. So hasara inakuwa nyingi kwenye kizazi hichi kwa sababu wao sasa wanatumia sana AI. Wanatumia sana AI, lakini wanashindwa kutofautisha kwamba AI ni AI afu yeye ni binadamu. Kwa sababu binadamu ambaye amekuwa mbunifu kutengeneza kile kitu, ni kwamba anabaki kuwa kama original, ndio anaicontrol ile AI. Ile ni system tu ambayo imewekwa pale. Yani ni kama computer tu ambayo imewekewa system, maelekezo, server na nini, kwamba inaweza kukurahisishia kufanya 1 2 3. Lakini AI pia itafuata kile ambacho wewe unataka kukifanya. Ndio tupo tunajaribu kujadili kwamba AI ni mtoto wa HI. Ndio. Human intelligence. Yes. Yeye ndo amecreate vitu vyote hivi. Yeah. Sasa basi mapokezi ya watu ambao hawajafahamu au hawajaelewa hiki ambacho tunakijadili mimi na wewe, cha kumheshimu na kumwamkia huyu bwana AI, umenielewa vizuri bwana, ndio inakuja kutengeneza hasara ambazo wewe unazungumza kwamba ukitumia sana inakuletea hasara. Unajua kwa mfano hapa tukiongelea kwamba kuna ile tunapunguza watu, ndio tunaweza tukaiongelea hasara. Lakini pia huyu ambaye umempunguza anaweza kutumia AI pia kupata nafasi nyingine ya kazi. Either akaanzisha na yeye program, kwa sababu hizi server zinauzwa. Unaweza kununua hiyo server ukatengeneza kitu kingine kwa kutumia njia nyingine. Umeelewa? So labda tuseme mimi ni mtu wa production, si ndio? Labda nilikuwa nategemea niseme labda wateja kuwapata lazima nitumie labda nina production, natakiwa niwasiliane na wateja, si ndio? Ili niweze kuwasiliana nao lazima niwe na wajibu kwa kutumia simu yangu, niandike kwenye message ni wajibu. Unaweza ukatumia huo mfumo kwa AI pale ukaiweka hiyo AI ikawa ina wajibu tu wao, ukao unawasaidia. Labda wewe unakuwa unafanya consultant, sio? Unatoa ushauri labda tuseme unatoa ushauri labda wa kibiashara. Badala ya kuwaita watu waje, wataifollow platform ambayo umeiandaa kwa kupitia AI. Sawa? Watu wanapata maswala
ya kibiashara pale kirahisi, mdogo wewe unaendelea kutekeleza majukumu mengine. Kwa hiyo tukitafuta sana tatizo, ndio maana nikaiweka kwamba kila kitu kina faida na hasara. Lakini watu wengi nadhani katika ulimwengu wa sasa watu wanatafuta hasara iliyokuwa ndogo, na kitu chochote ukikitumia zaidi lazima kiwe na madhara. Kwa hiyo tunajifunza kwamba inatakiwa tufanye kila kitu kwa kiasi. Kwa kiasi tu control. Ambacho tumeandikiwa hadi kwenye Bible. Kila kitu tufanyeni kwa kiasi. Kwa kiasi. Kwa nini ukifanya kwa kiasi utakuwa una balance? Kuna muda unaweza ukavuka mipaka, lakini kwa sababu una balance kuna limit utaipata. Utasema okay, hapa nataka nivuke mpaka, ngoja nirudi. Unaendelea na unarudi sasa katika hali ya ubinadamu. Ni kweli AI sasa hivi inasaidia watu wengi, lakini inawaponza watu wengi. Ripoti ni nyingi ambazo zinatokea sasa hivi kwamba watu wanakufa kwa kutumia AI. Mtu wewe kwa mfano kitu ambacho hakiwezi kukushika vizuri tu kwenye akili, unaweza ukawa na mahusiano na kitu ambacho hujui kimeanza vipi, au sio? So kwa kupata podcast kama hizi ambazo zinakuwa labda zinatoa elimu na wajuza watu, ndio unapata chance ya kuambia watu bana, hiki kitu unaweza kutumia katika njia nyingine tofauti na huko. Hata kwenye masuala ya mahusiano labda kikupe tu mistari. Umeelewa point zile bana, labda nipe point. Sema hapa mna feri. Yani kwamba yeye tu wakati nataka niandike maneno mazuri ya kimapenzi, kuna kijana wangu mmoja graphics designer anaitwa Ahmadi Mapua, nikamwambia muulize AI. AI akatoa maneno ambayo mimi siyapendi wala siyataki. Mbona kama ana nondo? Mbona hana nondo? Kwa sababu wewe sasa mimi nikamwambia sasa kutaka kujua kama huyu ana nondo, mimi nikaandika nondo zangu. Ukiweka hivi AI anaonekana. Sasa unaona wewe sasa unauishi utu. Kwa sababu mtu ndo mbunifu, yani ndo mwanzilishi. Kwa kiini cha AI bado kinabaki tu kwamba kitakutegemea, kwa sababu hata mawazo ambayo unampelekea AI ni wewe mwenyewe ndo unampelekea. Utamwambia bana nahitaji message, au labda nimemcheki udada amenijibu hivi, naomba nimjibu vipi maana ananichanganya. Atakusaidia, utaona hii message sio hivyo, utaona sana achana naye, ngoja tu tumia akili zangu. Sasa nimekuja kufahamu kwa nini tuna producer wa kipindi cha Koma anatumia sana AI. Na atakuwa mbishi pia. Na ni kweli mbishi sana. Watu wanaotumia AI wengi ni wabishi. Wabishi, Michael. Yani ni mbishi hujawahi kusikia. Umeelewa, na tunabishana. Baadaye tukaja tukaona huyu anatumia AI. Sasa hiyo imezidi. Anasahau kwamba binadamu nao wanajua zaidi hata AI. Kwa ni kiwango tu, ni kubalance vitu, kupanga, kujua kwamba hiki kitu tunaweza kutumia kwenye, ndio inasaidia. Hata mimi mwenyewe ni shuhuda, AI imesaidia vitu vingi, kuandaa labda mikataba hii, baadhi ya mikataba hii ya temporary na nini, nilikuwa sijui inaandaliwa vipi. Imenisaidia. Labda hata kuandaa hata script short hizi, unataka kwenda kushoot content labda ya mteja, neno bwana nataka kwenda kushoot content ya namna hii na nini, hebu nipangie hapo. Mdo una vitu vingine pia labda una edit au unatakiwa kusijui kuhusiana na nini, inakusaidia. Anarahisisha kama chanzo. Baadaye unachukua yale roho kurahisishia, unakuja unajazia pale ambapo unawaza, kwa sababu end of the day wewe ndo unaona. Yule haoni. Sawa. Umeelewa? Anachokupatia ni muongozo. Kwa hiyo unakuja kaweka hii sentence hapa, lakini wewe kwa jinsi ambavyo unaona kwamba nikienda kuchukua hii shot pale haitakaa sawa. Kwa hiyo unatoa kwenye akili yako unaiweka. Kwa tayari pia wewe pia unamcontrol AI. So kwamba AI ana control. AI akicontrol sasa wewe unahitaji ndo tukupeleke labda kwenye hospitali ya Dodoma hii. Ukapata kidogo tiba. Kwa sababu tayari unakuwa ushaanza kupata matatizo ya ugonjwa wa akili. Kwa hiyo athari zake ni nyingi. Athari ni nyingi sana. Siwezi kukataa, ni nyingi sana, lakini faida zake pia ni nyingi. Na kadri dunia inavyokuwa ndo vitu vinazidi kuongezeka. Kwa wito tu kwa vijana ni kwamba saa hii kitu ambacho wanaweza wakafanya ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na open mind. Yani usiwe na mawazo ya kikomo. Waambie kwanza. Yani kijana upasi kuwa na yani mawazo ya kikomo kwamba labda umeamini kwamba mimi nikivaa jinsi nyeusi, nikiwa na jinsi nyeusi 3 basi maisha nimetoboa. Mtu anakuja kuambia ukiwa na kaki utakuwa umetisha zaidi, wewe unamuona kama hakuelewi. Unaona kama anakuchanganya. No, unapaswa kuwa na open mind, unapokea vitu vipya na kuvichakata na kuvifanyia kazi. AI inakuja kukurahisishia wewe kufanya shughuli zako za kila siku. Najua majukumu ni mengi, lakini pia washikaji pia wanazingua. Tuongee ule ukweli. Washikaji wanazingua. Kwa mfano hao walikuwa wanaandaa hizi memorandum sijui nini, mambo ya mikataba hizi. Mambo yalikuwa mengi, busy, simu siku 3 ashiki. Kitu ambacho sasa hivi unaenda kupata. Kwa sababu ukipata, ukimpelekea bana naomba unirekebishie hii, tayari umeshaiandika. Ishakuwa draft pale. Umeidraft vizuri, unampelekea, anakurekebisha chapo unaondoka. Kwa sasa sio kwamba ndio uchukue yale, kwa sababu sometimes hivi vitu vinaenda kisheria. Kwa mtu ambaye
Kwa hiyo mtu ambaye labda anafikiri kwamba anaweza akaishi katika engo ya kuitegemea AI na kushindwa kusahau kwamba binadamu ndo alioanzisha AI, huyo ndo inabidi tumsaidie. Alafu na ukishakuwa na mawazo mgandamizo inakupelekea wewe kushindwa kujua vitu vingine zaidi. Kwa sababu ulimwengu ni mpana. Yaani ulimwengu hauna kikomo. Ndio maana watu waliosemaga kwamba elimu haina mwisho waliongea kitu ambacho ni yani kipogo tu hivyo. Utakuja na kucrash, utasema maneno gani, waliuishi uhalisia yani uhalisia fulani ambao hatufanyeje. Hata kama utakuwa unajua nini, lakini kuna vitu utakuwa hujui. Unajua. Kwa hata watu wanavyokuja na hivi vitu wanajua athari, wanajua faida. Lakini wanachokilenga zaidi ni faida. Sasa kwenye masuala ya matumizi wamekuachia wewe. Ndio maana hawana kikomo pale. Na ukiangalia pia hata kwenye utumiaji pia kuna level ukitaka kufika unapaswa kulipia. Na ukishalipia kule kuna baadhi ya vitu ambavyo unapewa zaidi ya hivyo ambavyo ulikuwa unapata nini? Hapa begin bure. Kwa nini sasa tusiwaambie vijana kwamba kwenye maisha kila kitu ambacho unatakiwa ukifanye ni kuangalia tu hiyo side ambayo wewe unapata faida, alafu na kufanya katika kiwango ambacho ni kiasi. Ujue kwamba labda kwenye 100% ugawe. Basi wewe kama binadamu kuwa na 70%, alafu 30 achia artificial au zigawe. Kwenye hizo 30 weka 10 mwekee AI, alafu hizi 20 ndo zigawe kwa ajili ya mawazo mengine au washikaji nini, kwa sababu sometimes ukishakuwa na hizo labda tuseme 70% kwako wewe mwenyewe, hata kama hivi vitu vingine vikipotea unaweza ukasurvive kidogo. Hivi vinakuja kwa ajili ya kukupa nguvu. Kwa nadhani inaweza ina make sense zaidi kama vijana tukiishi kwa staili hiyo au watu tukiishi kwa staili hiyo. Bwana, kuna tatizo moja linatokea siku hizi hapa na limekuwa kama kawaida, lakini si kawaida. Unaona sisi tunatoa haya maelekezo au tunajaribu kuzungumza kwa atakaye ona ananufaika nayo basi ayachukue. Sasa imekuwa tofauti kidogo. Unaweza kukuta watu wanatukana kishenzi. Unaweza kukuta wamene tumeongea hivi. Siku ya kuposti hichi kipindi yani. Matusi ni mengi sana. Yani mnajidai kama mnajua sana. Mnajua sana, nyinyi mnajua nini nyinyi? Ndio tunarudi. Tatizo nini? Yani tatizo yani watu wamekuwa na matusi, yani sijajua nini tatizo. Yani sijui. Tatizo liko. Kwa mimi ninavyoona. Tatizo lipo vijana wengi wa sasa. Mimi ngoja niongelee tu Tanzania kwa sababu nime experience yani naishi maisha ya Tanzania. Tunaishi na vijana na mimi pia ni Mtanzania. Sisi tunapenda sana kufarijiwa. Yani tunapenda kupewa maneno fulani hivi smooth. Yani kwamba wewe mwanangu utakuwa tajiri tu. Utakuwa tajiri, utakuwa star, utakuwa na maduka, utakuwa na magari. Ndio vitu ambavyo tunaambiwa, lakini kijana ukimwambia kwamba ili uweze kuwa tajiri itaweza kuchukua hata miaka 10 au 30 ndio uweze kupata gari au nyumba. Wewe unajikuta Mungu nini wewe? Mungu. Uweze kunipangia wewe. Wewe unajua mimi nafanyaje? Lakini sasa ndo nimekuja nimekwambia chief. Ili tuweze kupata hiyo gari sijui nini hizo nini. Tunataka tufanye kazi, tumeki tupate gari. Lakini je, kufanya kazi utafanya kazi siku moja utapata hiyo milioni 10 ya gari? Ni mchakato, si ndio? Utaanza na mtaji gani labda una 200,000. 200,000 ndio unataka tufanyeje sasa hapo ghafla. Kwa ukiweka nondo halisi kwamba unataka kumwambie mtu kwamba bana fanya vitu hivi kwa msingi huu, mtu anaona kama vile wewe ni mjuaji. Lakini kimsingi hauko kwenye engo ya ujuaji. Upo kwenye engo ya kusaidia kila ambacho unacho kumsaidia yule ambaye hana. Na ni bora tu. Kuna point ambazo zinakuwa ni mbili kwenye hizi comment. Hata kama unakutana nazo vipi, hata kama utatukana vipi. Lakini ukitarget kwa wale watu hata kama kwenye 100 ukaokoa 2, basi wewe inakuwa imekusaidia zaidi kuliko kukosa wote. Au kuliko wewe kuja hapa tena uanze kujuta au ukate tamaa kwamba siwezi kuendelea na hii podcast kwa sababu watu wanatukana. Yaani mtu anakuta anatukana lakini ameview na amelike. Fikiria, ameview, amelike na amecomment. Amefanya vitu hivi vitatu. Pengine anaweza kukuta hata bahati mbaya kwa sababu ya mawenge amesave hiyo video. Ambapo ni vitu ambavyo tukikaa kwenye podcast au kwenye nini unaona? Comment, share, like, share. Weka kufanyia promotion free. Alafu uje hapa tena uanze kuwa na stress. Na make sense? I make sense. Wewe koma. Kwa sababu the watu wanavyo react, hata kama wana react kwamba wanaumia ndo dawa inavyoingia. Sio? Hakuna hata kwenye mabadiliko ya kawaida tu.
Tuone tu mfano hata ulivyofanya setup hapo. Haukuta hii mazingira iko hivi. Ndio. Si ndio? Kweli. Kwa kuna vitu ulitoa ukaweka. Ulichokitoa kiliumia. Ila kikusema tu. Kwa hata mtu anaye comment labda matusi kwenye labda kwenye kitu ambacho unajua kabisa kwamba hiki namsaidia mtu. Sio target yako. Lakini pia wewe unamshukuru, unampongeza kwanza kwa sababu ametumia muda wake kusikiliza vizuri. Kwa sababu unakuta mwingine ana comment kitu cha katikati hata cha sekunde 50, dakika inaenda kuishia pale. Ndo amecomment. Unajua kabisa wewe ukasikiliza mwanzo, mwisho na kanielewa. Kwa maana ka comment hivi. Ila tu anaamua kuleta ujuaji. Sawa. Sasa kwa nini usimwache? Na huko kuna watu wengine wamecomment hapo nzuri, point safi, rudia tena hivyo. Kwa nini usiende na hao ambao wanaenda huyu yeye tuendelee aendelee kuwa followers? Kuna vitu vingine unahitaji followers, kuna vitu vingine unahitaji wapambe. Yaani vyote tunatakiwa tuvihitaji kwenye maisha. Kwa namna zote mbili. Bwana, kwanza mimi nashukuru sana. Sawa. Lakini pamoja na shukrani zangu nikirudi kwenye taaluma yako. Kwa sababu wewe ni mbuji eneo hilo. Ni gwiji eneo hilo la upande wa digital marketing. Yes. Sasa nataka kwanza uniambie digital marketing yenyewe ni nini? Alafu AI sasa na HI inaingiaje? Hapo tujue na AI na HI inaingiaje pia kwenye digital marketing. Sawa. Mimi nataka nijibu tu ikae sawa. Sitaki kuongea sana ili wasije wakasema mimi ni mjuaji. Short and clear. Ndio. Iko hivi, before digital marketing kulikuwa na marketing department. Au sio? Yes. Ambayo najua hata wewe labda kwenye biashara zako unaye mtu wa marketing. Yeah, sure. Huyo ni mtu tunaweza kumuita mtu wa masoko. Ndiyo. Kwa Kiswahili nadhani kama sijakosea. Yeah. So huyo mtu anakuwa kazi yake ni kutafuta masoko. Kwa baadhi ya makampuni huyo mtu anamlazimu atoke ofisini aende kufuata vendors ambao hao ni watu ambao wanataka labda kufanya biashara au partner na nini. Sio aende apeleke barua afanyeje. So sasa tunarudi pale kwamba vitu vinazidi kurahisishwa ili dunia iweze kuwa smooth. Mambo yaende. Kuna ajili imejizalisha inaitwa digital marketing. Na mimi naweza kusema kwamba ni shukrani zote kwa Mungu sasa. Na Mungu na huyo mtu aliyoanzisha mambo ya digital kwa sababu amenizalishia ajira ambayo mimi sikuitegemea kama siku nitakuja kuipata. Mimi kuna siku mzee wangu alisha kunipigia simu akaniuliza, mwanzo mimi nilikuwa bodaboda. Labda niwaambie tu watu kwamba mimi nilikuwa bodaboda. Ndio. Lakini nilikuwa najihusisha sana na mambo ya picha na nini. Sawa. Baadaye nimeenda, muda umefika, nikaona sasa bodaboda eneo gani kwanza? Bodaboda anaendesha bodaboda eneo wapi yani? Bahari Beach. Okay. Nimepaki pale, nimefanya kazi ya bodaboda miaka mpaka leo ndio pikipiki yangu ndo nimekuja nayo. Sawa. Na nimefanya kazi kwa miaka 5 ya bodaboda. Sawa. Lakini mdao nilikuwa najihusisha na hizi shughuli za mambo ya picha na nini. Mungu akasaidia nikafungua production ya picha, kupiga picha za marusi na vitu kama hivyo. Lakini baada ya hapo nikaanzisha media online, nikaenda nayo. Baadaye tumeenda na mshikaji wangu anaitwa Joeli. Akawa yeye amesomea hiyo side, sijui mambo ya nini na nini, amesomea, akawa ameajiriwa. Wewe umemtaja hapa ni producer, ni graphic designer, anaitwa Mapua, mimi namuita Manozi. Tunafahamiana vizuri. Ndio. Sasa walikuwa wanafanya kazi sehemu moja. Yeye Joeli akasema mimi nafanya kazi kwenye upande wa digital. Mimi mdao nina experience kwenye upande wa kupiga picha kwenye maharusi na vitu kama hivyo. Nikaendaga kumtafuta mtu mmoja anauza vifaa vya electronic. Nikaenda nikamwambia, bana mimi nafanya matangazo, piga picha bidhaa na shoot video, mtu anaweza kaelezea bidhaa yako na nini, tukaposti mtandaoni, ukapata custom, wateja wapya. Umeona? Akasema inakuaje hiyo? Duka tu. Nikamwambia mimi nitaweza kufanya tu free. Mdau unajua kwamba Joeli wako na Mapua wanafanya hiyo kwenye department ya media, lakini wanajiita digital. Nikasema sasa hii digital nataka mimi kwanza nilikuwa sijajua kwamba naweza kuita digital marketing au nini, lakini akasema digital wao si wanafanya vipindi kwenye media, wanakata na post Instagram. Mimi nataka nifanye hiki kwenye biashara za watu. Ndio nikajaribia hapo. Nilikuwa sina knowledge ya mambo ya digital na nini. So nikaenda kwa huyo mtu akaniruhusu. Nikashoot video vizuri kabisa, video ya kwanza nikamaliza, nikaenda nikaedit, nikampelekea, akaipenda. Alivyoposti akailipia ads, akaisponsor, ikawa na matokeo, simu zikaita nini. Akaja akaniza, tukakaa mezani, akanipa mkataba wa kufanya kazi na yeye kwa miezi 3. Akawa analipa mshahara. Ndio. Umeona? Sasa hapo ndo ikatokea kitu, mimi ndo sasa naelezea kwa upande wangu ninavyojua. Nataka nipunguze comment za ujuaji. Sawa. Hapo ndo nikaja nikakaa nikasema naweza kuanzisha kitu
kinaitwa Seka Digital ambayo inadili na masuala ya digital solutions, kutengeneza content za biashara, makampuni, hata mtu nishai kuwafuata hata wachezaji. Kwa sababu mimi nikikaa sasa, kwa sababu unajua hiki kitu ushakiwaza, unaanza kutafuta engo ya kuweza kutafuta hera. Yes. Unakaa unaangalia usema, kwa mfano nikienda kwa mchezaji, wachezaji wetu wa Bongo hawajibrand. Ni kweli mchezaji ni mkubwa, lakini ukiangalia page yake haina story. Imekaa kitoto na nini. Nikafuata baadhi ya wachezaji, nikasema nisikurupuke kwenda kwenye timu kubwa, nikaanza nao wa KMC, nikampata mmoja tukaelekezana, lakini kidogo hakunielewa. Nikabidi niendelee tu na huu upande. Kwa hiyo nirudi sasa kwenye swala la msingi kabla sijaendelea mbali, ni kwamba digital marketing sawa ni artificial intelligence. Alafu marketing ni human intelligence. Lakini vyote vimetokana na nini? Na mtu tu alianzisha hii mitandao ya kijamii ambao wamekuja kurahisisha, na ajira zimefanyaje? Zimeongezeka. Leo tunavyoongea hivi kwenye timu yangu niko na watu 6. Na tumeanza nadhani 2024. Huu ni 2025. Fikiria baada ya ikifika 2026 na kuendelea nitakuwa na watu wangapi? Umeona? So tunarudi pale pale kwamba kila kitu kina faida na hasara zake. Tunaangalia faida, tunaangalia na hasara kidogo, tunasonga. Lakini tunatakiwa kutumia kwa kiwango fulani ambacho kinaweza kutufanya sisi tufanyeje? Tusonge. Kwa hiyo mtu ukitaka kumjibu kwamba utofauti wa digital marketing na marketing utofauti ni huo, kwamba huku tunatumia Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp na mitandao mingine, LinkedIn na nini na nini, kwa ajili ya kutangaza biashara. Ambao huku watu ambao tunawatarget ni hawa watu ambao sasa hivi watu dunia sasa hivi watu wengi wanatumia sana mitandao ya simu, si ndio? Kwao na ukiangalia kitu ambacho kimekuja ni kwamba maisha ndio yanaenda huko. Yaani kuna ule muda ambao labda unapaswa kwenda Kariakoo, uende ukachague kitu, ukatumia labda masaa 6 kwenda kufanya hicho kitu ambacho unaenda kununua labda hata mic. Lakini sasa hivi unaweza ukaorder tu kupitia kwenye simu. Au mdo badala ya wewe kukaa kila siku una scroll kwenye simu yako na nini, unaangalia meme nini, reels na vitu kama hivyo. Unaweza kwenye hizo reels na wewe pia ukaanzisha kitu chako ambacho kikakufanya wewe pia ufanyaje? Upate wakutizama, wakuone, wakuletee pesa, au wauze kama una biashara unatangaza, au kama podcast kama hizo ambazo unafanya, watu waweze kupata knowledge na vitu kama hivyo. Kwa unakuja kuangalia digital unakuja imejikita kwenye upande wa mitandao ya kijamii. Kwa hapo imetumika ni nini? Ni AI. Hiyo ni artificial intelligence. Of course. Umeelewa? Na tunawateka watu. Na mpaka leo tunaweza ukakaa ukasema wewe kwenye kampuni yako unaweza kuwa una digital department. Ndio. Sasa kwa nini una digital department alafu una marketing? Na unaweza kukuta ukija kuangalia vizuri kwenye calculations zako za mwezi, unaweza kukuta digital department inafanya vizuri kuliko huyu mtu ambaye alikuwa anaajiriwa tu ofisini anakaa, au labda inabidi aende. Si ndio? Kwa ni nini maana yake? Maana yake ni kwamba tunarahisishiwa nini? Maisha. Kwa ni wewe ukubali kubadilika. Kwa na tukija kuiweka katika upande wa kusema kwamba kuna vita, najaribu kuiweka tu sawa tena again and again, kwamba vita itakuwepo pale ambapo tutataka kujifananisha sisi pia ni AI. Umeelewa? Yani kama tutakuwa tumeshindwa kutofautisha. Yes. Yani kwamba hii AI, hii ni human. Kwa hiyo yani kwa kama department yako wewe una department ya digital marketing, afu una department ya marketing ya kawaida hii sasa, si ndio? Huyu anachokifanya ni sawa na huyu, lakini huyu field yake iko tofauti na huyu. Huyu itambidi aende afuate watu physical. Huyu itabidi atengeneze kitu, atengeneze content ambayo itamfanya, yani itamfikia mtu na atakuwa interested. Au kile anachokifanya marketing, kwamba anavyowafuata watu, mimi nikamrekodi, nikarekodi ile pale coverage yote, alafu nikairudisha huku Yes. Kuna kisa ambacho naweza nikashare. Ni mama mmoja tushakutana naye, tukawa tunapiga naye story, mtu anashauri mambo ya fedha Akanielezea kuna siku hivyo mtu ameenda amesomea marketing. Ameenda kuomba kazi. Amefika pale, akakuta pale department ambayo ipo, yani mama yule hataki kuajiri tena marketing, sijui wewe umekuja sina vitu vyako vya marketing, anataka kuajiri mtu ambaye atadili na masuala ya social media, yani ambayo ni digital marketing. Yule mtu akafeli kwenye interview. Lakini mama anakuambia kwamba yeye alivyokuwa anaonekana, yeye alivyokuwa na act na vitu kama hivyo, alikuwa ameshampitisha kwenye, yani yeye mwenyewe binafsi, lakini amekuja kukaa kwenye interview hivi na body,
alivyojielezea watu wakaona sasa hamna. Sasa unajaribu kuwaza, wewe mtu wa marketing unashindaje kufanya kazi za digital marketing? Kwanza kwa nini kashindwa? Ndio maana mimi nikaichagua hii mada hapa leo tuweze kuiweka kuwafikishia. Kabla hajaenda kufanya hiyo interview, angeisikiliza hii mada, alikuwa afeli. Alikuwa anashinda. Lazima angeshinda. Ndio swali ambalo umeuliza. Wewe mtu umesomea marketing. Unafeli vipi digital marketing? Unashindwa vipi? Na unaweza kukaa hapo, mimi nikakaa na simu, nikakurekodi ukaelezea product au service ambayo tunatoa kwenye ofisi. Imekuongezea, yani cheo chako imekuongezea mara mbili. Lakini ndio hivyo sasa, ndio tunakuwa na mawazo mgandamizo. Alafu na pia kitu kingine ambacho tunakuwa nacho, mimi nadhani tu hawa motivational speaker nao tuwashauri wapunguze kutisha watu. Ni bora tukatafuta njia kuweza kuwashauri watu ambao itakuwa ni nzuri. Lakini tusimwambie mtu kila wewe unajua simu yako hiyo unaweza kuwa hacked na nini. Wacha tu tuambie tu kweli jamani. Hivi vitu, hizi server ziko Tanzania. Sawa, ziko huko ambako ziliko. Ndio wameanzisha. Yaani wewe hujui chochote kuhusiana na masuala sio ya Google, hujui chochote kuhusiana na masuala ya WhatsApp wala Facebook, sio kufuta message inaenda wapi. Hizo server ambazo wanazo huko ndo wanajua zinaenda wapi. Asije akakwambia mtu sipii ingia WhatsApp fanya hivi. Utakuja kujikuta unajifungia wewe mwenyewe bila kujua. Kwa sababu ndo najaribu kuwajibu, kwa sababu hizo ni kitu ambacho tunakutana nazo na zinawafanya watu wengine hata sometimes hata sisi watu ambao wa digital tukienda kuomba kazi tunakutana nazo. Kuna mtu ashakuja hapa akatushauri kwamba Instagram inabidi pangwe hivi na nini na nini. Unakaa unawaza, hizo features ambazo unazisema Instagram zipo, fatisha tu hizo. Huko kwingine huko hakuna, sidhani kama kuna Mtanzania ambaye ana elimu zaidi kuhusiana na hizo features zingine ambazo wanataka waziadi watu waweze kuzitumia mpaka ziwe updated na applications zenyewe. Sawa. Na tusitengenezeane uoga kusema kwamba we are not safe, sijui hatuko sawa sahihi kwa sababu sijui mtandao imekuaje. Hatuko sawa yani. Yani ndio huo ukweli, kwa sababu sio sisi ambao tunatengeneza hizi server, ziko Tanzania. Sawa? Zinawamiliki. Na ndio maana zinalipiwa. Umeona sasa? Na ndio maana unatumia bando kutumia. Kama hauna bando uweze kutumia. Kwa tayari umeshawekewa access. Ili uweze kutumia hiki kitu lazima uweke. Ni kama labda ofisini kwako wewe umeweka ile fingerprint. Mlango ufunguki mpaka fingerprint. Kwa nini mimi nikija kuweka kwa sababu tu ni fingerprint nisiweke na huko wewe umeweka ya kwangu haijawekwa niweke tu ifunguke? Kwa nini? Alafu unakuja mimi nije niseme kwamba mimi nije nikushauri wewe we are not safe na nini, tunaanza kuwatisha watu. Unaenda kukutana na mstaafu amemaliza huko kustaafu, anataka aanzishe mradi, anataka afungue biashara mtandaoni. Unaenda kumwambia huko taarifa zako ukiweka utadukuliwa, utafanyaje? Mtu anarudi nyuma. End of the day unakuwa umempoteza kwenye target. Kwa motivational speaker tupunguze kidogo tupunguze ujuaji. Tu balance, tutafute tatizo, tu resolve, tuelekeze tu vitu ambavyo ni muhimu vya kudili navyo ili mtu aweze kuwa huru pia kufikiria. Kwa sababu ukimwambia mtu acha hii kitu ni sumu, hawezi kugusa kwa sababu ni sumu. Bana hii kitu ni sumu, ili utaka uitoe hapo, vaa gloves. Uitoe hapo iweke sehemu nyingine. Ina make sense. Of course hata dawa ni sumu, lakini ni tiba. Ni tiba. Usitumie kipindi ambacho hauumwi. Au usitumie kipindi au usitumie kwa kinyume na na uelewa kwamba moja mara tatu usifanye tatu mara moja. Kwa tukikaa kwenye hiyo side wewe utakuja unishauri mimi kwamba kutumia mitandao ya kijamii ni hatari kwa sababu unavujisha taarifa zako. Tunawatengenezea watu uoga. Bwana, huyu hapa ni Mbuji na mshititi wa lugha aushi na udhimu ya Kiswahili. Soma useme. Mpaka wiki ijayo. Kwaheri.